Vibration TV, burudani maskani pako. Bane, mambo vipi? Mambo ni aje? Na imani mzima wa afya. Hatimaye tumesafiri umbali mrefu hadi kufika hapa tulipofika. Na imani ndugu mpenzi mtazamaji, unajua hapa tuko wapi? Na hapa niko na Video Star, mmoja kati ya mastaa ambao wanafanya poa kwenye game ya muziki. Ya licha ya mtandao kufungwa na vingine, lakini kazi tunategemea zitaendelea kwa sababu ndio maisha yao na maisha yetu pia. Kwa maana bila mtandao hatuwezi kuishi sisi wengine bwana. Nyuma kamera niko na director Seko. Kwenye mic ni G professional, kwenye mic Gesko Sei. Na kama it's the first time kujoin kwenye channel yetu ya Vibration TV, hakikisha umesubscribe, umelike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa kama na hizi. Video inakuaje bro? Fresh. Poa. Poa. Naona umedamshi. Mdogo bro. Peruzi. Unajua tena mtandao kidogo umefunguliwa afu mimi kidogo kama hivyo. Mtandao umefunguka poa ya. Yeah. Vipi? Pengine tunatumia mtandao gani? Kwa sababu kuna watu mpaka mdau bado na DM tuna bado umeblokiwa. Mimi natumia Alotel, mtandao wa bangu mdogo. Mtandao bangu. Yeah. Kivipi labda? Niseme kwamba kwenye Alotel japo kwa mtandao ulikuwa umefungwa, lakini kuna muda mwingine nilikuwa na peruzi hata kwa muda wa dakika 5. Unapozungumzia Alotel mtandao babako mdogo, pengine hata babako ana share kwenye hiyo kampuni ya Alotel nini? Yaani niseme kwamba ni mtandao ambao kuna namna moja ama nyingine ukiangalia offer ambazo mimi ninakuwa nazo wengine hawana. Kwa hiyo tuseme kwamba kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo mimi ninavyo kwenye line yangu ya Alotel ambao wengine hawana. Kwa ndio maana nimesema kwamba ina bangu mdogo. Mtandao wako pendwa. Yeah. Ya basi ngoja mimi nirudi kwenye game. Na ila kabla sijaingia kwenye game naona umetupia vitu fulani shingoni hapo. Wewe mtaji shingapi hapo shingoni? 50 tu ndugu yangu. Ndogo sana ya. Yeah. Hivi pengine labda huwa unapendelea vitu kama hivyo au? Niseme kwamba kwa mimi kama msanii vitu kama hivi ni vitu ambavyo ni favorite things, yeah. Kitu kama na hicho. Kwa hiyo tutegemee una mzigo mwingine ambao uko ndani kwa ajili ya kazi. Yaani mizigo. Yaani sio mzigo. Vipi kusio ambayo iko ndani? Pengine inaweza kumegharimu kama kiasi gani hivi? Niseme kama ni kama 150,000, 200,000 ya vitu kama na hivyo. Vitu kama. Kwa mtu ukiwa msanii bro, wewe jiachie tu. Maana msanii ni mtu ambaye haitakiwi kuwa na bania kitu. Yaani atakiwa na bania, yani ukipata toa kitu kama na hicho. Yeah. Ja, ngoja nirudi kwenye game. Vipi? Unajisikiaje baada ya mtandao kufunguliwa? Niseme kwamba mimi najisikia vizuri, ila sema kuna ubaya ambao nimejifeel kwa sababu unajua mimi naamini kwamba mtandao kabla ya kufungiwa nilikuwa nimedrop wimbo wangu na ulikuwa haujakuwa hata na 2 days nimewaachilia muziki wangu. Lakini baada ya hapo ukafungwa, mimi nimejisikia vibaya kwa sababu kasi ndogo sana. Yaani kasi imepungua kwa sababu kuona kwamba labda pengine labda mtandao ungekuwa wazi, labda kuna wengine wapenzi ambao ungekuwa unaingia hata YouTube wanakutana na kazi yangu wana play, pia promotion mimi mwenyewe kwanza nilistop hata kushare link kwa sababu mtandao ulikuwa hapo. Kwa ni moja kati ya kurudisha nyumba yako kumevitikana hapo. Kwa maana niseme kwamba nimejifeel vibaya sana kupitia wakati mgumu hapo. Na sio labda pengine nimejifeel vibaya kwa sababu ya kuongea na watu, hapana, kwa sababu ya nini? Ya kazi. Kwa sababu wewe just nimeingia kwenye WhatsApp yangu nimekuta missed call moja ya mtu mmoja tu. Kwa maana nimeonyesha kwamba yani watu yani naweza kukaa hata bila kuongea nao, lakini kama tu wananipatia nafasi ya kazi yangu mimi kuifanya ni vizuri sana. Pole sana kwa kilichowakuta, kwa sababu nikisema kilichowakuta bado nimeacha wengine nyuma. Pole sana kwa kilichowakuta, lakini ni kwa ajili ya usalama wa muungano wa Jamhuri ya Tanzania. So unajua tena mambo ya uchaguzi nini, kwa sababu ya pengine hata kuna watu wanaweza kuwa na nia kutoa majibu yao kabla ya serikali haijatoa majibu ya mama mitano tena. Vipi kutokana na hali kama hii ya mtandao kufungiwa na ulikuwa umeachia project yako na sasa hivi iko kwenye K2.5 na siku 9. Hivi kwa haraka ingekuwa mtandao hujafungiwa ingekuwa iko kwenye K ngapi? Brother ingekuwa nijue K10. Zaidi ya K. Yeah, au ingekuwa inaelekea kwenye K10. Inaelekea. Yeah. Lakini vipi baada ya mtandao kufungiwa promotion zitaendelea ama utasitisha kwa sababu muda tayari umeisha? Niseme kwamba mimi nitaendelea kupambana na nisi kwamba muda ambao ulikuwa shafanya I kwamba pengine mtandao uko wazi kama nilikuwa nishaanza kupangilia kufanya kazi nyingine. Lakini niseme kwamba kwa muda huu kazi itakuwa ni ndogo sana kwa sababu ni muda ambao nilikuwa nishapanga kwamba nitaacha kazi nyingine. Kwa niseme kwamba kwenye huu muda nitapromote kidogo, lakini baada ya kupromote kidogo kuna kazi nyingine ambayo mimi naiandaa ambayo nitaiachia. Kwa maana nitapromote kwanza kazi yangu. Maana mimi nataka kwenye nafasi ambayo nataka ifike, yani isogee hata kidogo basi.
japokuwa changamoto nyingi kwa sababu hii kazi bro, yani imekutana na changamoto nyingi sana. Kwenye kurekodi ilikuwa ni changamoto, yani mpaka imekamilika changamoto, kwenye kushuti changamoto, yani mpaka kwenye kupost pia changamoto. Pengine labda ulikuwa hujui tarehe 29 kuna nini labda? Nilikuwa najua, ila sema najua ni kwamba swala la kufungua kwa mtandao nilikuwa silifahamu. Kwa sababu unajua siku zote watu kwenye mtandao ilikuwa maandamano, lakini ilikuwa ni jambo kama vile watu wanafuata kama vile content tu. Content kwa sababu kila mtu ambaye alikuwa anapost vya maandamano ilikuwa inaenda viral. Yaani video clip yake. Kwa hiyo nilikuwa labda pengine tu ni content ya watu, maana kuna wengine wanaposti andamana, mwisho wa clip anasema mama mitano tena. Kuna kazi ambayo unaiandaa baada ya hii. Lakini mimi ningependa kuzungumzia kuhusiana na muziki ambao unaufanya. Muziki ambao unaufanya kwa mtazamo wangu mimi naona vile video star unaimba style moja. Hivi ni kwa nini unaamua kuimba style moja? Yaani style yako ya muziki ni ile moja. Niseme kwamba ukiangalia vizuri kwenye style yangu ya muziki yani sio moja, kwa sababu ukiangalia watu nilianza kwenye mapenzi sana. Lakini baada ya hapo watu wakaendelea kwenye mapenzi sana, nikaona sio mbaya hata kidogo kwanza ni wachanganye kidogo na amapiano. Lakini niseme kwamba after amapiano turudi kwenye mapenzi, kwa sababu kuna kazi ambazo zilikuwa nyingi store za mapenzi. Kwa hiyo nikaona kwamba sio mbaya, acha basi kwanza niendelee kwanza na nini na mapenzi. Kwa hiyo kazi ambayo iko after ya amapiano, kwa sababu sio mapenzi ambayo nimeimba, ina maana ni mambo ambayo nimeachanganya mle idea ni nyingi, lakini sio mapiano au sio mapenzi na mapiano. Kwa hiyo after ya amapiano basi ndo nitakuja na kazi nyingine ambayo ni mapenzi. Kazi nyingine ambayo ni mapenzi. Kwa maana watu stay tuned, support yao iwepo. Itakuwa ni collaboration ambayo utafanya mwenyewe. Nisema kwamba ni private, kwa sababu itakuwa kama surprise. Itakuwa kama surprise. Bora sema kama ni collab watu watasema kumbe ni collab na mtu fulani. Kama mimi peke yangu nasema basi kumbe ni ngoma yake peke yake. Kwa ina maana itakuwa ni kama surprise kwa mashabiki zangu na watu ambao wananifuatilia. Nirudi nyuma kidogo, Nyarugusu Trending Award. Ulikuwepo kwenye kipengele cha Chipukizi Bora. Lakini ile programu yao iliishia njiani. Vipi? Ile programu yao ingeendelea vipi? Ungechukua ama ndo vile tena? Trending Nyarugusu program au award ina maana haijastopishwa, ipo na inazidi kuendelea, kwa sababu I think mambo ya kustopishwa yalikuwepo, lakini baada hapo wakazingatia mambo ambayo yanatakiwa kuzingatiwa. Kuna baada ya hapo kila kitu kikaenda poa. Kwa I think hizo zipo, na mimi na imani kwa kazi ambazo mimi nazifanya pia na mashabiki zangu ambao wanafuatilia, mimi naamini kwamba sitaangusha mashabiki zangu. Japo unajua kwenye ushindani siku zote bro, hata ujue kwamba mimi siwezi nikapata kitu, lakini jiamini kwanza. Jiamini kwanza. Kwa maana hata pia kwenye uchaguzi, hata kama Mama Samia angekuwa na mpinzani pia angejiamini kwamba mimi nitapita kwanza, japokuwa watu hawamtaki, lakini angejiamini kwanza nitapita. Na ndio maana katika maisha bro, jiamini kwanza nitapita. Kwa maana mimi naamini kwamba nitachukua kama Mwenyezi Mungu akinifikisha kwenye tarehe hizo za siku hiyo ya kugawa tunzo. Kwa mimi naamini mashabiki zangu wapo na wananisupport. Basi ngoja nirudi kwenye love, kwenye mapenzi kama ulivyodai. Unachia nyimbo nyingi sana za mapenzi na bado unasema zipo nyingi sana za mapenzi. Vipi kwa wale wasomfahamu video star ipo kwenye ndoa ama vipi? Lakini mimi niseme kwamba kwa mtu ambaye labda hajui kitu kama na hicho, kitu kipo wazi sana, na mtu wangu I think yupo famous sana. Kwa sababu anafahamika. Aniseme kwamba tu mimi nitawahitaji kwenye sherehe yenyewe, kwa sababu I think mama mtu unajua kwamba ni mjamzito. Vipi, ni Eliza ama? Yaani sijui kama kuna ambaye anaweza kashindwa kumjua. Ni Eliza. Vipi labda anaendeleaje huko alipo? Mzima kabisa wa afya. Sasa hivi anakaribia kuniletea mtoto wangu. Kwa tutegemee process za ndoa zitakuwa lini labda? Hapo mimi nitawajuza, kwa sababu unajua bora kwanza tunamaliza kitu ambacho kipo machoni kwanza. Unajua uwezi paka kitu ambacho kipo mbali, anakuwa hichi cha hapa bado kinanitia kwanza kichwani kitulii kweli, maana muda wote mimi namwaza ni yeye tu, kwamba nawaza atatokaje, mtoto atavaaje, kitu kama na hicho. Kwa upande wako unahisi Eliza ni mwanamke wa kulinganishwa na mwanamke yoyote kutokana na gisi unavyomchukulia? Hapana, kwa sababu mimi kiupande wangu sijui kama naweza nikamlinganisha na mwanamke mwingine kutokana na mambo ambayo yani tunavyoishi, yani ndio tunavyoishi. Siwezi nikamlinganisha na mwanamke mwingine.
Wala usomfahamu bimdada Eliza, labda Eliza ni mtu wa namna gani labda kwenye upande wa love nini? Mimi siwezi nikikwambia kwamba ni aina gani kwa sababu mimi uaina wake mimi ndo naujua tu kwa sababu mimi ndo nampenda. Kuna maana hata nikikwambia kwamba yuko hivi wewe uweze kuamini mpaka uwe naye. Basi ni kitu gani ambacho kilikuvutia kwa bimdada Eliza hadi ukaamua kuwa naye kwenye mahusiano? Tunatambua mademu ni wengi wazuri ambao wanakuhitaji, ambao wanastahili kuwa na wewe, lakini ukamchagua Eliza. Yaani hapo kwa sababu ndugu yangu mimi sina sababu yoyote, kwa sababu ningesema kwamba mimi na sababu. Unajua siku zote kwenye mapenzi mtu ukikuwa una sababu kusema kwamba nimempenda mtu fulani kisa sababu ya kitu kama na hicho, labda sura nzuri au shepu. Sasa labda ikatokea bahati mbaya akapata ajali akaungua sura. Lazima tutasema si udem ndo ashakuwa hivi hajao sasa hivi simpendi tena. Lakini mimi sina sababu ya kumpenda Eliza kwa sababu nikisema sababu hapa nitakuwa nimedanganya. Yaani sababu yote Hivi uzuri wa Eliza umebebwa nini kwenye mtazamo wake? Yaani kwenye maumbile yake, uzuri wake umebebwa na nini hasa, pengine sura nini? Niseme kwamba kwa uzuri wake mimi ndo naujua mwenyewe kwa sababu najua siku zote kuna mwanamke hata wewe peke yako, kuna wengine wanawake ambao ni wazuri tu, lakini nikiwaambia ule demu mzuri utasema demu gani ule demu? Hakuna demu pale, demu wa kawaida sana. Lakini kwa sababu wewe unampenda utaona kama ni mzuri. Ndio maana nikwambia kwamba labda nikwambia kwamba Eliza anabebwa na uzuri fulani, lakini nikikwambia utasema no, labda bido hajui kuangalia. Lakini ambacho kinafanya mimi mpaka niongee hivi na maana ni upendo ambao ninao kwake. Kwa upendo ni kitu ambacho kinafoji vitu ambavyo havipo. Na hisi hata Eliza mdau anaweza kuwa anatazama kipindi hichi, basi mpe neno moja, neno fulani, ujumbe fulani wa mapenzi nini, mpe ujumbe fulani hivyo mahusiano nini, kuonesha kwamba wewe uko naye muda wote bega kwa bega na uwezi kuachana naye. Mimi cha kumwambia ni kwamba haondoe shaka, haondoe hofu. Bido ni wake muda wote. Yaani hata wakisema, mimi hata wakisema mambo gani, wa comment kitu gani, kwamba sijui Eliza moja, mimi sisikii la lolote bro. Ambao nilikuwa na wasikiliza familia yangu, lakini nao pia nimeshukuru walinielewaga, wakaelewa hisia za mtoto wetu ziko sehemu gani. Kunisema kwamba siwezi nikasikia la lolote kwa kuachana na Eliza, labda mwenyewe niache. Kwa nampenda na singemwacha. I love you Eliza. I love you. Nafikiri Eliza anaweza kuwa anakusikia muda huu. Eliza, nahisi umesikia ulichoambiwa na Bido ni wako mama, ni wako. Basi turudi kwenye industry tumalizie na swali moja la mwisho. Hivi kwa mtazamo wako Bido Star, unahisi ni msanii gani ambaye anafaa kulinganishwa na wewe? Niseme kwamba siku zote kwenye maisha bro, mimi ni mimi tu. Wewe ni wewe. Na huwezi kuja kuwa mtu kama wewe. Unajua uwezo kumlinganisha kwa sababu kila mtu na uwezo wake. Sawa na mtu mfano kama vile tu labda mfano wa Nyagomeni, Blaza Nyago. Sawa, labda pengine kuna namna moja ama nyingine, je, aweza kulinganishwa na mimi. Lakini kwa nini nimesema watu waga hawalinganishwi? Kwa sababu mtu ni mtu peke yake. Kwa sababu akija hapa nyumbani kwetu ama mtaa wetu, mtaa hawezi kukubali kwamba eti tumangushe Bido kisa Blaza Nyago amefika. No. Ndio maana sasa unakuja kuona kwamba haya, ikiwa ni hivyo, kumbe kama hawezi ukamwangusha, na maana uwezi ukamlinganisha Bido na Nyago kwenye sehemu fulani. Unaona? Lakini pia mimi nikienda labda pengine kwenye mtaa wa Blaza Nyago na kunja mkia, ina maana hiyo sehemu uwezi ukalinganisha mimi na nani? Mimi na Blaza Nyago. Kwa maana siku zote kila mtu na sehemu ambayo gana jivunia. Kwa ndio maana uwezo kumlinganisha mtu na mtu mwingine. Wewe ni wewe na utabaki kuwa wewe, na mimi ni mimi. Kitu kama na hicho. Kwa ina maana Bido Star ni moja kati ya wasanii ambao wanakubalika sana nyumbani kwa wao, sio? Mimi nyumbani wanikubali sana. Sana tu. Kwa maana siamini kama kunaweza kuja msanii mwingine, afu labda tukaandaa kitu kama show. Akaja kupendwa mimi. Blaza no. Mimi nakataa kweli. Hata awe nani kwa hapa nyumbani kwetu, nakataa. Lakini mimi nilikuwa natamani tuachane na hilo kwa sababu hilo tayari nimekwisha, na nimesema nina swali moja la mwisho, na nadhani swali langu tayari nimeshaliuliza. Nilikuwa natamani kama alivyodai Eliza ni mtu wako hapa kwenye mahusiano, ni mjamzito. Nilikuwa natamani siku moja nije niwakute na Eliza sehemu nini, kitu kama hicho, labda pengine inaweza kuwapendeza zaidi. Basi neno moja kwa watazamaji kutoka Vibration TV pamoja na mafans kibao ambao wanakutazama muda huu. Anasema kwamba mtatuona mimi na Eliza, msijali, kikubwa ni kwamba tu mzidi kufuatilia Vibration kwa sababu siku zote uweze kuwa na kitu bila kufuatilia. Subscribe, baada hapo
hicho kipindi hata notification pale, leo tumekutana Bido na Eliza, kitu kama hicho. Inawezekana nasema kwamba hivi karibuni tu kuna uwezekano wa mimi kuwaita kwenye sherehe yenyewe ya mke wangu kujifungua. Kwa I think nitahitaji sana uwepo wenu, na ndo hapo mtaona kwamba oh my god, Bido kweli anampenda Eliza. Kwa I think nitakuwa na nyinyi na tutaongea mengi sana siku hiyo. Asante mtazamaji, nahisi umesikia mambo mengi sana kutoka kwa Bido Star. Ametujibu maswali yetu kama tulivyokuwa tumepangilia. Vile vile nyuma kamera niko na director Sai, mmoja kati ya madirector ambao ni wabunifu sana. Kwenye mic ni GKG Professional Waga, sikusei. Na sina mengi ya ziada. Ciao. Vibration TV, burudani maskani pako.